wewe unaweza ukakanyaga popote. Unaweza ukapita popote pasipopitika na mtu ambaye hana Yesu, na ukapita. Tunapita katikati ya maadui, tunapita katikati ya vita kali, lakini Yesu yuko ambaye ametutoa kwenye mauti akatuleta uzimani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na yeye tuko salama. Haleluya. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba ulipokubali kulipokea jina la Yesu, ulipokubali kumpokea mwanaume Yesu, ukayaacha yote ya dunia. Ni kweli wakati mwingine ukiangalia vya duniani vinatamanisha, lakini hivyo vina muda na mwisho wake ni majuto. Baraka za shetani huwaga zina majuto. Atakuonyesha tu kwamba kwa uzuri wa wakati huu, lakini mbele yake kuna majuto. Ila baraka za Yesu ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni za milele. Hatuna haja ya kuogopa. Tunapoingia ndani ya Yesu unapata baraka zote za rohoni. Cha msingi ni kujijua wewe ni nani ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jijue wewe ni nani ndani ya Kristo, kwa sababu sisi ni warithi pamoja wa baraka pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mrithi wa baraka za Yesu ambazo Yesu ameziachilia katika ulimwengu wa roho, ina maana wewe ni mtu wa tofauti kuliko watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa ni mtu wa tofauti kuliko watu wengine. Hakuna haja ya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja ya kutetereka. Ni kweli kuna wakati mwingine tunapita kwenye changamoto. Mungu ameziruhusu, wakati mwingine linakuwa ni darasa. Ili tu kwamba kutokana na ule ushuhuda ambao utatoka baada ya kuipita kwenye ile darasa, wako watu ambao wataokoka kupitia tu ushuhuda ambao Mungu ameruhusu wewe uingie darasani. Kwa hiyo zile changamoto ambazo unazipitia usizichukulie kama ni mateso. Mungu huwa anaruhusu uingie darasani ili iwe ni mafundisho kwa watu wengine, lakini na wewe utakapotoka pale utakuwa ni mtu wa tofauti, utakuwa unang'ara. Hautakuwa tena kwenye hatua kama ile.